vita unazotakiwa kupigana nazo na ushindi, ili uweze kutimiza kile ambacho Mungu amekuandikia katika kizazi chako. Kuna aina ya vita kadhaa ambazo nitazifundisha leo. Kwenye hizi vita lazima upigane nazo na ushinde, ndipo utaweza kutimiza kile ambacho Mungu amekuandikia kwenye kizazi chako. Vita ya kwanza ambayo inabidi upigane nayo na uhakikishe kwamba unaishinda, tunasema ni vita ya kujua kile ambacho Mungu amekubebesha kwa ajili ya kizazi chako. Lazima ujue ni nini Mungu amekupa kwa ajili ya kizazi chako. Kwa nini? Usipojua nini Mungu amekupa kwa ajili ya kizazi chako, ni hatari sana shetani akajua ulichonacho, kwa sababu anapokuja kushindana na wewe, anashindana sawa sawa na ukubwa ulioubeba rohoni, ukubwa ambao umetoka nao mbinguni. Kwa hiyo kama wewe utajua umebeba nini, ni hatari sana, na ni point ambayo you will mess up, utaanguka. Lakini ukijua kile ambacho umekibeba, kwa vita ya kwanza lazima upigania kujua kile ambacho umekibeba, kwa sababu nguvu ipo kwenye kujua. Ukishajua ni rahisi kushinda baadhi ya vitu kiwepesi, na utapenya kwenye baadhi ya mambo. Vita ya pili ambayo inabidi upigane nayo na ushinde, tunasema ni vita ya kukiamini hicho ambacho Mungu amekubebesha. Hii ni vita nyingine, vita kukiamini, vita ya kukiamini. Tunajifunza, tunaona kwa Gideoni. Gideoni ametokewa na Mungu, anaambiwa Bwana yuko pamoja nawe, shujaa. Lakini tunaona vile ambavyo Gideoni alikuwa na mashaka, vile ambavyo Gideoni alikuwa anajitafasiri, vile ambavyo Gideoni alikuwa anajiona. Kwa hiyo vita ya kukiamini kile ambacho Mungu amepewa, Mungu amekupa, lazima ushindane hii vita, ushindane nayo na uishinde, na ukiamini. Vita nyingine ambayo inabidi upigane nayo na uishinde, tunasema ni vita ya kujiamini wewe mwenyewe. Kuna kukiamini kile ambacho Mungu amekupa, na kuna kujiamini wewe mwenyewe. Bila kujiamini wewe mwenyewe ni ngumu sana move kwenye uelekeo wa kimungu. In order to move with the mind of God, with the move of God, it take a self awareness. Lazima kule kujitambua wewe kama wewe, kujijua kama wewe sio binadamu wa kawaida, wewe sio binadamu kama wengine, wewe sio mtu kama wengine, wewe sio wa ukoo uliotokea, wewe hautokei kwenye ukoo au familia. Wewe umetoka kwa Mungu na uko hapa purpose, uko hapa kwa ajili ya makusudi ya kimbingu. Kwa vita ya kujiamini wewe mwenyewe, kwa sababu watu wengi wanateswa na kitu kinaitwa mgogoro binafsi. Mgogoro binafsi umeua vitu vikubwa vya Mungu ndani ya watu wengi. Umeua ukuu ambao watu wameubeba ndani yao, kwa sababu kuna mgogoro binafsi ndani yake. Mtu akijaribu kuangalia background yake, akiangalia familia aliyotokea, akiangalia maisha yake yalivyo, akiangalia mazingira, akiangalia vile wazazi wake wanasema kuhusu yeye, vile watu wanasema kuhusu yeye, basi inamkatisha tamaa kabisa na kuona kwamba hawezi kuwa yeyote. Kwa hiyo kanika vita binafsi, vita wewe na wewe. Kwa vita nyingine ambayo inabidi ushinde, tunasema ni vita ya wewe na wewe, yaani vita ya kumshinda wewe. Hiyo lazima uishinde. Bila kumshinda wewe hauwezi kuwa wewe. I repeat again, bila kumshinda wewe hauwezi kuwa wewe. Na Bwana akusaidie kuelewa hapa. Na vita nyingine ambayo inabidi ushindane nayo na kushinda ni vita ya kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu itakugharimu. Uweze kupima imani yako wakati unaseleleka. Imani ya kweli inapimwa wakati wa mawimbi. Imani ya kweli inapimwa wakati ambapo kila kitu ambacho ulitegemea kisimame upande wako kinasimama kinyume chako. Hapo ndipo imani ya kweli wewe inapimwa. Imani yako ya kweli kwa Mungu inapimwa wakati wa dhoruba, wakati wa vikwazo, wakati ambapo giza liko mbele yako, giza totoro. Kwenye nyakati hizo ndo tutajua unamwamini Mungu ama una miemko ya imani. Maana kuna watu wanasema ninamwamini Mungu, ila ukweli kama tungekuwa na kipimo ka imani, wana imani negative 0.00000 to infinity. Hawana imani. Hao ndo watu, ndo kanisa la leo. Wana miemko ya imani, hawana imani ya kweli. Kwa imani ya kweli itapimwa wakati ambapo kila kitu kinapingana na wewe, kila kitu kinashindana na wewe. Kwa hizi ni baadhi ya vita ambazo inabidi ushindane nazo na uzishinde, ili kutimiza kile ambacho Mungu amekuandikia. Bila kuzishinda hizi vita hauwezi kuwa yeyote kwenye kizazi chako. Ziko vita nyingi, hizi ni baadhi tu ambazo nimeweza kwa neema ya Mungu ameniruhusu kusema, kuzungumza na wewe. Shinda hivi vita ili uweze kuwa mshindi. Bila kushinda hautakuwa mshindi. Ni wale tu walioshinda hizi vita ndio ambao ni washindi, na ndio ambao wameacha alama isiyofutika kwenye kizazi chao, na ndio ambao matokeo yao hayashindaniwi wala hayabishaniwi.
Kuna kiwango Mungu anawafikisha watu mahali ambapo hakuna namna unaweza ukawapinga, hakuna namna unaweza ukawakataa. Kwa nini? Matokeo yao yanadhihirisha ukuu wa Mungu aliyembeba. Na ninakuona Mungu akikusaidia na akikupa neema ya kufika mahali ambapo utakuwa na matokeo yasiyopingwa wala yasiyoshindaniwa. Lakini ili uweze kufikishwa mahali hapo, kuwa na matokeo yasiyoshindaniwa, kuwa na neema isiyoshindaniwa. Kuna watu wana neema zisizoshindaniwa. Kuna watu wanatembea na utukufu wa Mungu usioweza kushindaniwa. Kuna watu wanatembea na kiwango cha ufunuo wa kimungu usioweza kushindaniwa. You can talk anything you talk, but you cannot defeat what they kill. Unaweza ukapigana nao vita, ukapiga vita, ukapiga maneno, ukapiga vijembe, lakini uweze kushindana na kile ambacho amekibeba. Kwa sababu kitu ambacho amekibeba, it is a genuine one. Ni kitu halisi. Ni kitu ambacho walikaa kwenye mapango, walikaa mapolini, walipita jangwani, walikutana na simba. Simba hawakuweza kumeza kile ambacho amekibeba. Majangwa hayakuweza kuzuia kile ambacho amekibeba. Maji, dhoruba, vyote hivyo walikutana navyo na bado havikuweza kuwazuia. Wewe mwanadamu wa kawaida, kale tu msosi, tulia, uweze kushindana na hao watu. They have come too far to be stopped by your word. They have come too far to be stopped by your attitude. By the way, your attitude is too small to stop the one who's sent by heaven. Mungu akubariki sana na akupe hiyo neema ya kushinda kila vita, na uwe mshindi daima, na jina lako libaki kuwa mshindi. In Jesus' mighty name, may this grace carry you. Amen.